Bwana Yesu asifiwe sana mchungaji. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Habari ya uzima, habari ya ibada. Namshukuru Mungu. Naona siku imekuwa njema sana mchungaji. Yaani nimefurahi sana kwa sababu ibada ya asubuhi imeenda vizuri, lakini jambo kubwa sana ni lile ambalo tulilisubiri tarehe 26 mwezi wa 7 ndo leo. Nimefika mahali hapa tangia asubuhi, tumefanya ibada. Yes. Ibada ilikuwa ni nzuri sana na ilikuwa ni njema, lakini jioni hii naona kuna maandalizi mengi sana. Naona viti vimepangwa vizuri. Naona kuna wapishi wanaendelea kutupikia pale. Yes. Sijajua kuna jambo gani kubwa hasa linaloendelea maeneo haya ya Gosheni. Leo kuna jambo kubwa sana na ni muhimu sana, ushiriki wetu kama kanisa, lakini hususan ni wale watu ambao hawajaingia kwenye mahusiano lakini hawajaingia kwenye ndoa. Leo wana jambo lao hapa. Kuna semina ya mahusiano kiufupi. Ndicho ambacho ndio maana naona kuna maandalizi ya chakula, kuna maandalizi mazuri hapa. Tumejipanga kwa ajili ya kufundisha semina ya mahusiano. Sawa mchungaji, umesema kwamba kuna semina ya mahusiano. Lengo la kuweka semina hii na lengo la semina hii ni nini hasa kuiweka mchungaji? Lengo la semina hii ni kuhakikisha vijana wanakaa kwenye mazingira ya utakatifu, wanafuata misingi ya kibibilia. Anapoingia kwenye ndoa ajue kabisa anafuatana na neno la Mungu. Asiingie tu ili mradi kwa sababu tayari ameshakuwa. Mtu mwingine akishakuwa amekuwa na miaka 18 tayari anaanza kusumbua. Sasa kabla hajaanza kusumbua lazima apikwe kwanza, na ndio kazi ya wachungaji kuwapika vijana ili wajue kabisa kabla sijaingia kwenye mahusiano natakiwa kufanya hiki na hiki na hiki na hiki, na namna ya kumpata mwenza sahihi natakiwa nifanye 1 2 3 4. Haya ndio mambo ambayo ni muhimu sana kuyafanya. Ndio maana unakuta ndio lengo kubwa la kufundisha semina hii. Semina Amen. Semina hii umeiweka hapa. Hii ni mara ngapi semina hii inafanyika? Semina hii ya mahusiano ndo mara ya kwanza kabisa tangu kuanzishwa kwa kanisa hili. Lakini semina ambazo tumezifanya ni semina zile, kwa mfano wakati katibu wetu wa kanisa mwaka jana Naoa, tulimfanyia tu semina kwa miezi kadhaa kama 2 kwa ajili ya kumtengeneza ili akawe mume bora, lakini kwa ajili ya kumtengeneza yule binti akawe mke bora kwa mume wake. Ndivyo ambavyo tumefanya. Lakini semina hii ndo siku ya kwanza kabisa ya kukaa na vijana, kukaa na watu ambao hawajaingia kwenye mahusiano, lakini kukaa na watu ambao hawapo kabisa kwenye ndoa. Basi tuwajenge kwa kupitia neno la Mungu namna ya kupata mwenza sahihi wa maisha. Mchungaji, semina hii inahusisha watu wa aina gani na umri gani? Watu kwanza nikianza na umri, tunaona kwamba tunaposema kijana ni kuanzia miaka 14 mpaka 45. Kwa hiyo kwenye umri tunaanza 14 mpaka 45. Na watu ambao wanatakiwa kwenye hii semina, haijalishi mtu ameoa au hajaoa, au ameolewa au hajaolewa. Kwa wote tunawaleta hapa, lengo ni kuendelea kuwajenga zaidi. Na ndio maana kuna wakati nasemaga kwamba kuna mtu anaweza kama ameoa au ameolewa lakini hajui yupo kwenye ndoa kwa ajili ya nini. Kwa wote wawepo hapa, lakini tahadhari ni kwamba asiwe amefikisha miaka 45 kwenda mbele, maana huyo tayari ni mzee, hapaswi kufundishwa. Huyo anatakiwa sasa kufundisha wengine. Lakini kuna mtu mwingine anaweza kawiwa kwamba mimi natamani nifike, labda kuna maswali magumu ambayo vijana wanaweza wakawa najiulizaga sana, akaleta mchango wake, watu wakamuelewa, na ni kwa utukufu wa Mungu. Ndio watu tutakao kuwa nao leo. Asante sana mchungaji, na unaweza ukatuambia kwa ufupi somo likoje na ni aina gani kwa wapenzi watazamaji ambao wangependa kusikiliza, ambao wangepata hata kwa uchache walau?
somo okay. kutoka kwako. Somo ambalo nakwenda kulifundisha ni namna ya kumpata mwenza sahihi wa maisha. Kuna njia za kumpata mwenza sahihi wa maisha. Wewe unaweza ukasema mwenza sahihi anapatikana baada ya kuona, labda umeona ndugu yangu, umeona labda mtu ni keupe sana, yamkini labda wewe kwa sababu ulikuwa unaoa siku ile. Nilikuwa naangalia jana kwenye clip yako, ulimsifia sana mchumba wako wakati unamchumbia, ukasema bwana, nikikuona yani najiona mimi ndani yako. Sasa sijui uliingiaje. Unajua sometime ule unakuwa ni uongo ambao vijana ndio wanatumia sana. Sasa namna ya kumpata mwenza sahihi, kwanza, kitu cha kwanza, watu tunasikiliza amani ya moyo. Tunasikiliza amani ya moyo. Tukishaona amani ya moyo inanituma bwana yule pale ndo mwenyewe, basi tunaamua kufanya maamuzi, sawa Sasa ni moja ya vitu ambavyo sitaki nitoe siri nyingi kwa sababu ni ruksa kuhudhuria, na niseme tu kwamba tutakuwa live kwa watu watafuatilia somo hili la jinsi ya kupata mwenza sahihi wa maisha na namna ya kumpata mwenza sahihi wa maisha. Unavyomuona mama mchungaji pale alipo, ni kwa sababu nilishajengwa kwenye mfumo wa mafundisho kama haya. Nilishafundishwa kwamba namna ya kumpata mwenza sahihi sio kuomba namba ya simu. Namna ya kumpata mwenza sahihi sio kutamani kumuona tu kwamba yule tayari anaonekana. Sawa Kwa kuna vitu ambavyo nitafundisha mbinu za kumpata huyo. Yaani ukishapata hizo mbinu ndio funguo, utampata mke ambaye ametoka kwa Bwana. Na unawaambia neno gani watu ambao wako kwenye mahusiano, wanaotarajia kuingia, ambao bado hawajaingia, na ambao wako ndani ya ndoa? Unawaambia kitu gani? Ninachowaambia wale ambao hawajaingia kwenye mahusiano, waendelee kumngoja Bwana, lakini watafute sana maarifa, hususan akisikia semina za mahusiano. Hii ni fursa kwake ya kuendelea kujua kwamba ni nini ambacho unahitaji kwa sasa, sio kukurupuka tu kitu ambacho natamani niseme. Na kama mtu hajaingia kwenye mahusiano, hayuko tayari kuingia kwenye ndoa, asianzishe mahusiano. Yaani achane kabisa nayo. Yaani aone kama ni ukoma. Sawa Yaani siingie kabisa, kisha ona siko tayari kuingia kwenye ndoa, asianzishe mahusiano, kwa sababu akianzisha mahusiano atapigwa mweleka. Tunaposema atapigwa mweleka, atazini kabla ya wakati. Na wale ambao wameoa, na wasi katika jina la Bwana, wasiachane. Waendelee kuishi maisha matakatifu, waishi maisha safi, waendelee na Bwana. Bwana ataendelea kuwa pamoja nao. Amina. Na haya ni machache kati ya mengi ambayo wamefundisha mchungaji, lakini ninaamini jioni hii ya leo kuna mambo mengi ambayo yatakwenda kufundisha hapa. Hivyo wewe mpenzi mtazamaji ambaye unafuatilia katika mitandao ya kijamii, unaweza ukaendelea kufuatilia, lakini pia unaweza ukafika eneo. Mchungaji, naam, wale ambao wanahitaji kukupata au wanahitaji kufika mpaka mahali ulipo, wanawezaje kukupata? Mimi nafikiri kwa mfano watu wanaotoka Dar es Salaam, mkoa wa Dar es Salaam, ndio labda tukisema Tanzania zima, kama mtu akifika Dar, popote pale alipo Dar es Salaam, apande gari ya Mbagala. Na uzuri hizi njia za Mbezi, magari ya Mbagala yapo, njia za Mwenge magari yapo, njia za Makumbusho magari ya Mbagala yapo. Yaani njia zozote zile magari ya Mbagala yapo. Kwa hiyo wapande magari ya Mbagala, washuke Mbagala mwisho Rangi Tatu. Wakishashuka Rangi Tatu, waulizie stendi ya shamba. Stendi ya shamba yani magari ya Mkulanga, yanayoenda Mkulanga. Sawa Wakishapanda hayo magari, basi waje mpaka sehemu inaitwa Kiguza. Watashuka Kiguza, wakishashuka Kiguza watakuja mpaka kanisani hapa, ndipo tulipo. Lakini pia kuna wale ambao ni wapenzi wa kurequest, wanaita kurequest bolt na nini, wakirequest mali popote pale Tanzania, basi andike Famti Gosheni Christian Church. Akiandika Famti Gosheni Christian Church, ataletwa na bodaboda, kama ni gari atarequest, atasijui namna gani, popote alipo Tanzania ataletwa mpaka hapa kupitia ramani. Na kwa mtu ambaye atahitaji mawasiliano yako, kwa maana ya kukupigia moja kwa moja au kuweza kukupata kwa njia ya WhatsApp, kuna namba ya simu ambayo
ipo kwa ajili ya wewe kuweza kupatikana? Mawasiliano yangu ambayo natumia sana sana ni namba yangu ya Voda ni 07 mwishoni 20. 07 mwishoni 20. Hiyo napatikana masaa 24. Yaani wakati wote ukinitafuta napatikana. Lakini kuna namba ambayo usiponipata hiyo ya Voda, basi unaweza kanipata pia, ni 0618 18 11 13. 0618 18 11 13. Lakini ya Tigo ni 0677 49 00 20. Hizo ndo namba ambazo zinapatikana wakati wote. Amina sana mchungaji, na imani wapenzi watazamaji wamekusikiliza vizuri na wameweza kukuelewa. Na pia mimi nikutakie maandalizi mema ya semina. Asante sana. Asante sana. Ubarikiwe sana. Amina. Wakati mwingine karibuni tena. Ni watu muhimu sana.